Je, ulijua kuwa binadamu sio peke yao wanaomiliki sayari hii? Chini ya vilindi vya bahari kuna ustaarabu wa kale uliokuwa umelala kwa mamilioni ya miaka, na sasa wameamka kudai ardhi yao. Leo tunafanya recap ya msimu wa kwanza wa vita kali inayotikisa ulimwengu, The War Between the Land and the Sea. Mwanzoni mwa simulizi yetu tunaanza kwa kuona tishio kutoka vilindini. Msimu unaanza kwa tukio la kushangaza. Meli kadhaa za kijeshi zinatoweka kwenye bahari ya Atlantic bila kuacha alama. Kate Lethbridge Stewart, kiongozi wa UNIT, anagundua kuwa hii siyo ajali ya kawaida. Sensors za UNIT zinabaini kuwepo kwa teknolojia ya kale chini ya maji. Tunatambulishwa rasmi kwa Sea Devils au mashetani wa baharini, viumbe wenye akili na nguvu waliokuwa wakitawala dunia kabla ya binadamu. Hapa ndipo tunashuhudia diplomasia iliyofeli. UNIT inajaribu kufanya mazungumzo na viongozi wa Sea Devils, lakini kuna mgawanyiko. Upande wa binadamu unataka amani, lakini hauko tayari kuondoka pwani. Upande wa Sea Devils unaongozwa na kiongozi mwenye msimamo mkali anayeamini binadamu ni wadudu walioharibu bahari kwa takataka na kemikali. Tukio kubwa linatokea. Shambulizi la kwanza la Sea Devils linatokea London na miji mikubwa ya pwani. Wanatumia tsunami za kutengeneza na silaha za sonic. Hali inakuwa tete na dunia inaingia kwenye taharuki. Hapa ndipo tunaona uwezo wa kijeshi wa UNIT. Colonel Ibrahim anaongoza mashambulizi ya chini ya maji, huku wanasayansi wakijaribu kutafuta njia ya kuzuia silaha za Sea Devils bila kuwaangamiza viumbe hao kabisa. Mgogoro wa maadili unaliputa. Je, binadamu wana haki ya kuwafuta Sea Devils ikiwa wao ndio wenyeji wa asili ya dunia? Mshangao kuwahi kutokea. Inagundulika kuwa Sea Devils walichochewa na nguvu nyingine nje ya dunia ili kuanzisha vita hii ili pande zote mbili zidhoofike. Vita vinaisha kwa makubaliano magumu, truce. Sea Devils wanarudi kwenye miji yao ya chini ya maji, lakini kwa sharti moja: binadamu lazima waache kuchafua bahari, la sivyo vita itaanza upya. Vita ndiyo kwanza inaanza. Je, unafikiri binadamu walikuwa na haki ya kujihami au Sea Devils walikuwa na hoja ya msingi? Tuandikie kwenye comment hapo chini. Mpenzi msikilizaji, baada ya mashambulizi ya kushtukiza kwenye pwani za dunia, sehemu ya pili inatupa picha ya dunia iliyoingia kwenye giza. Mawasiliano yamekatika na maji ya bahari siyo rafiki tena. Lakini swali linabaki: je, UNIT wataweza kuzuia jeshi ambalo haliwezi kuonekana kwenye rada za kawaida? Hali inakuwa mbaya makao makuu ya UNIT. Kate Lethbridge Stewart anatoa amri ya kuanzisha Operation Deep Strike. Tukio la kishujaa linatokea. Timu ya makomando wa UNIT wakiongozwa na teknolojia ya mpya ya kupumulia chini ya maji wanazama kuelekea to the trench au shimo la vilindi vya bahari. Kamando wa mawasiliano ya adui zinatokea. Msikilizaji, hofu inatanda. Humu ndani tunagundua kuwa Sea Devils hawajatumia silaha za chuma pekee, wanatumia viumbe wa baharini waliofanyiwa majaribio ya kibiolojia, cyber marine creatures. Usaliti ndani ya serikali unapamba moto. Wakati vita vikiendelea majini, nchi kavu mambo yanaharibika. Mgogoro unaovuruga serikali ya dunia. Baadhi ya viongozi wa nchi wanataka kutumia nuclear weapons au mabomu ya nyuklia kulipua bahari. Na hii ni mvutano unaoashiria kuvunjika kwa usalama duniani. Kate anapinga vikali mpango huu kwa sababu utaharibu mazingira ya dunia milele. Hapa ndipo tunaona kuwa kuna mole au msaliti ndani ya baraza la usalama anayefanya kazi kwa siri na adui ili kuleta maangamizi ya pande zote mbili. Siku ya leo unafanyika mkutano mkuu, binadamu na Sea Devil. Katika moja ya matukio muhimu zaidi ya msimu huu, mwanasayansi wa UNIT anajikuta amenaswa na kujeruhiwa, kisha anaokolewa na Sea Devil ambaye hataki vita. Mazungumzo ya kali yanapata kusikika. Hapa ndipo tunapata upande wa pili ya hadithi. Sea Devil huyu anaficha kuwa sisi hatukutaka vita, lakini rasilimali zetu za chakula chini ya maji zimekufa kwa sababu ya kemikali zenu. Ni aidha tufe kwa njaa au tupigane ili tupate ardhi ya kulima.
Hii inabadilisha mtazamo wa hadithi kutoka kwa wabaya dhidi ya wazuri kuwa ni mapambano ya kuishi. Msimu wa pili unafikia tamati kwa tukio la kutishia. Maji ya mto Thames yanaanza kupanda kwa kasi isiyo ya kawaida. Sea Devils wanatokea katikati ya jiji la London wakitumia teknolojia yao ya cryo shells inayoweza kugandisha binadamu papo napo. Unit wanazidiwa nguvu. Katika dakika za mwisho, Kate anapokea ujumbe wa siri kutoka kwa The Doctor au mshariki wa kale akisema, siri siyo baharini, ipo kwenye DNA yenu. Dunia inazama na muda unayoyoma. Je, binadamu wataweza kukubali makosa yao kabla London haijawa mji wa chini ya maji? Na nani huyo msaliti anayechochea moto wa vita? London ipo chini ya maji. Unit wameelemewa na viumbe wa baharini wamechukua udhibiti wa miji mikubwa. Lakini wakati dunia ikifikiri hii ni vita ya silaha, ukweli mchungu unaanza kujitokeza. Je, binadamu na Sea Devils ni adui au wote ni wahanga wa mchezo mchafu? Siri ya DNA na asili ya binadamu. Kuwakibia ule ujumbe wa siri kutoka sehemu ya pili, Kate Stewart na timu yake ya wanasayansi wanafanya ugunduzi wa kushtuka kwenye maabara ya siri ya Unit. Wanagundua kuwa binadamu na Sea Devils wana vinasaba DNA vinavyofanana kwa asilimia mingi kuliko ilivyodhaniwa. Inafichulika kuwa milioni ya miaka iliyopita kulikuwa na mpango wa viumbe hawa kuishi pamoja, lakini nguvu nyingine nje ya dunia ilivuruga mpango huu ili wapigane wenyewe kwa wenyewe. Hapa ndipo tunashuhudia uso kwa uso Kate dhidi ya kiongozi wa Sea Devils. Badala ya kutumia bomu, Kate anafanya uamuzi wa kijasiri na wa hatari sana. Anaingia mwenyewe kwenye eneo la adui bila silaha. Anakutana na General Vulak au kiongozi wa Sea Devils. Katika mazungumzo mazito haya, anamuonyesha ushahidi wa DNA. Sisi sio wavamizi na nyinyi sio wenyeji pekee. Sote tunamiliki nyunga moja inayoungua na tukiendelea kupigana, sote tutatekelea. Hapa ndipo msaliti afichuliwa, The Great Betrayal. Wakati mazungumzo ya amani yanaanza, msaliti aliyekuwa ndani ya serikali anachukua hatua ya mwisho. Msaliti huyo, ambaye ni ofisa wa juu wa usalama, anarusha kombelo la siri kuelekea makao makuu ya Sea Devils ili kuvuruga amani na kuanzisha maangamizi ya jumla. Inagundulika kuwa msaliti huyo haifanyii kazi nchi yoyote, bali anatumika na The Master au adui mkuu wa kale ya Doctor Who anayefurahia kuona dunia ikisambaratika. Mapambano ya dakika ya mwisho. Sasa Unit na kikosi cha Sea Devils walioasi lazima waungane kwa mara ya kwanza. Tunaona makomando wa Unit na mashujaa wa Sea Devils wakipigana bega kwa bega kuzuia kombelo hilo lisilipuke na kusababisha tsunami itakayofuta maisha yote ya pwani. Colonel Ibrahim anafanya uamuzi mgumu wa kuelekeza kombelo hilo kwenye eneo lisio na watu, jambo ambalo linamweka kwenye hatari ya kupoteza maisha. Kombelo limezuiwa, lakini amani iliyopatikana ni ya mashaka makubwa. Wakati binadamu na Sea Devils wakitazamana kwa mara ya kwanza kama washujaa, kivuli kinaonekana juu ya angali la dunia. Vita baina ya ardhi na bahari imetulia, lakini vita ya kuilinda dunia nzima ndiyo kwanza inaanza. Mpenzi msikilizaji na tazamaji, dunia ipo kwenye ukingo wa kifo. Moto unawaka juu ya ardhi na doroma kali inatikisa bahari. Wakati Unit na Sea Devils wakijaribu kuungana nguvu, adui wa kweli amejitokeza kivulini. Hii siyo tu vita ya nani anamiliki dunia, ni vita ya kuamua, je, kiumbe chochote kitaponeka kufikia kesho? Hapa ndipo adui wa kweli anajitokeza, The Mastermind. Katika kituo cha siri cha mawasiliano, Kate Stewart anagundua kuwa msaliti aliyekuwa akichochea vita alikuwa anaongozwa na teknolojia nje ya dunia. Tunagundua kuwa The Master au adui mkuu wenye akili amekuwa akicheza mchezo huu wa chess tangu mwanzo. Lengo lake kuchukua nisha inayozalishwa na chuki na mapambano ya spishi hizi mbili ili kuamka silaha ya kale ya maangamizo iliyofichikwa katikati ya kiini cha dunia, Earth's core.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya planet hii, tunaona jeshi la binadamu la UNIT na wapiganaji wa kishujaa wa Sea Devils wakisimama mstari mmoja. Hapa tunapata faida ya mazungumzo ya kukumbukwa. General Vulak anamtazama Kate na kusema, tulipigana kwa ardhi, nyinyi mkapigana kwa bahari. Sasa sote lazima tupigane kwa uhai wetu. Wanashirikiana kutengeneza sonic wave kubwa au mawimbi ya sauti ili kuzima silaha ya maangamizo kabla haijalipuka. Ili kulemavu mfumo wa adui, mtu mmoja lazima aingie ndani ya chumba cha miusizi au radiation ambacho hakuna kiumbe anayeweza kutoka hai. Ni mdaka za huzuni tunapoona binadamu na Sea Devils wakipeana ishara ya heshima au salute kabla ya mlipuko na mwisho la nisha kuzima silaha hiyo. Vumbi linatulia, maji yanarudi nyuma na jua linachomoza juu ya mji wa London uliovurugika. Hapa ndipo tunashuhudia mkataba wa Geneva wa bahari. Kate na Vulak wanasaini mkataba mpya. Sea Devils wanakubali kuishi kwenye miji yao ya chini ya maji kwa amani, na binadamu wanaapa kulinda usafi wa bahari. Dunia imebadilika milele. Binadamu sasa wanajua kuwa hawapo peke yao na bahari siyo sehemu ya... Hakikisha umesubscribe na kugusa kengele ili usipitwe na mwendelezo huu. Mimi ni msimulizi wako. Tukutane wiki ijayo. These quiet halls now wear a plastic veil, a symphony of silverfish and scale, a monument to all you left behind. The poison rainbow flows through my own mind, and my salt stays